najua unaweza. Kuna mambo ambayo ni magumu katika mioyo ya watu. Kuna mambo ambayo yameshindikana. Kuna hali ambazo si rahisi vile mtu anavyofikiria. Katika hiyo hali yoyote ile ambayo mtu anapitia, anamhitaji Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Naongea hivyo ili kama tunawimba wimbo huu, tusiuimbe tu kama wimbo wa kawaida, lakini kuwe na msisimko fulani katika moyo wako ukitafakari maneno haya. Yesu ni wa uzima. Moyo wako ambao uko na shida, uko na matatizo, unatamani, hayo mambo ni magumu kweli, lakini tunajua kwamba yeye anaweza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mahali nikifika nitapeana kipaza sauti kwa mtumishi wa Mungu, ataendelea. Lakini uimbe katika roho. Yaani uimbe kimaanisha. Na usiangalie mtu. Na ukijisikia kuomba, wewe omba tu. Yesu wangu wa uzima, hata mimi pia nakuhitaji. Napowazuri wale wengine, usinisahau, nikumbuke. Unapoandika wengine katika kitabu cha uzima, hata mimi jina langu lipatikane. Noeli nipatikane hapo. Yesu wa uzima, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Yesu wa uzima, Yesu wa uzima, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Yesu wa uzima, Yesu wa uzima, tupaze sauti kwa Mungu. Moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Yesu wangu wa uzima, moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, ni wewe unaweza. Lakini wewe ni uzima, uzima, uzima. Moyo wangu wakutamani, hata kama mambo ni magumu, najua unaweza. Jawa na neema na rehema, Bwana, nakuabudu Mwenyezi. Baba umejawa wasali
sifa, wewe ajabu, wastahili sifa. Bwana wewe ajabu, wewe ajabu, wastahili sifa. Bwana wewe ajabu, wewe ajabu, wastahili sifa. Simama kwa miguu yako. Simama tu. Simama tu. Mwambie wewe ni wa ajabu na stahili sifa. Stahili sifa. Asante Baba. Oh, hallelujah. Unatosha Baba, unatosha Yesu. Unatosha Baba, unatosha Baba. Unatosha Baba, unatosha Baba. Wewe ni Bwana wa mabwana. Wewe ni Mungu uliye mkuu. Hakuna kama wewe Bwana. Nalibariki jina lako nalitukuza. Nalibariki jina lako Bwana. Umetokoka, umetokoka, umetokoka. Umetokoka, umetokoka, umetokoka. Karibu, 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 karibu. Shekereba ya mazaka. Umeboresha hapa leo. Bwana wetu Yesu Kristo. Shuka tena kazi mahali hapa leo. Leo ni wewe Bwana, hii ni siku yako. Hii ni siku yako Bwana. Hii ni siku umeifanya mwenyewe. Kwa Baba zetu hatuwezi Bwana. Tunapogoa tunaanguka chini. Yesu tukuwa nafasi Baba. We adore you my Father Lord. Bwana kuabudu tunaadhimisha jina lako tukufu. Asante Baba, unatosha. Asante Baba. Pokea Baba. Yes. Yes. Chukua nafasi sasa. Hallelujah.
karibu mahali hapa Yesu Bwana wa Mungu hai. Tunaanza sasa, anza nasi. Hata nasi kwa kipindi hiki sasa. Hata nasi nena na moyo moto wa mtu leo. Hakusa mama yule, kusa kitana yule, kusa msha yule, kusa mtoto yule. Hachina la Yesu, hachina la Yesu. Wewe unatosha. Asante. Kameni ya kwamba Bwana uko pamoja nasi, upenda kutuhudumia sawa na mapenzi yako. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Kila mmoja simama, nyosha mikono yako. Najua tunamwomba Bwana hapa. Leo ni lazima nidinde moyo wako kwa Bwana. Nidinde moyo wako kwa Bwana na usiogope. Mungu ndani ya hema ya Mungu. Yaani usiogope kabisa. Hema. Yes.
Sasa tunaingia kwa neno lako, neno la uzima. Hakuna kitu kilichofanyika bila neno lako Bwana.
na ndio maana tuko hapa kwa ajili ya neno lako. Karibu Mtakatifu Mungu wa mbinguni, karibu Roho Mtakatifu na nasi, karibu Roho Mtakatifu na mwalimu wetu, karibu Roho Mtakatifu na daktari wetu, karibu Roho Mtakatifu na msaada wetu. Yesu, jaza uwezo wako mahali hapa, takasa mahali hapa kwa jina la Yesu, takasa mahali hapa kwa jina la Yesu. Tawala Yesu, takasa. Asante kwa maana yote tumeomba tunaamini ya kwamba Yesu ni Bwana. Asante kwa maana yote nimeomba naamini ya kwamba utatuongoza sawa na mapenzi yako. Kwa jina la Yesu Kristo, kila mmoja aseme haleluya kubwa. Haleluya. Tukae kidogo. Kaa. Wacha tuweze kumuuliza Mama Kichumvi aweze kutusalimia. Ambaye ni mke wangu. Maana mama Kichumvi ni wengi. Haleluya. Wewe karibu sana, unajua. Yesu asifiwe. Salamu jamii hewani. Haleluya. Amen. Asante kwa jina la Yesu. Mungu ni mwema, amekuwa pamoja nami, amekuwa msaada wa karibu maishani mwangu. Yesu asifiwe. Kwa Jumapili mbili tulikuwa pamoja. Jumapili ya kwanza nilikuwa kule Mwanda, niliomba salamu, akasema nifika hapa na salamu kwa jina la Yesu. Ya pili nilikuwa kule Busho. Kuomba salamu akasema nikifika na wasalimu kwa jina la Yesu. Yesu asifiwe. Nasema mimi kumshukuru huyu Mungu amefanya makubwa maishani mwangu. Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa na shida nyingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amekuwa msaada wangu wa karibu, amenipigania. Bwana Yesu asifiwe. Wanadamu angeweza shida, lakini Mungu ana shida na lolote. Bwana Yesu asifiwe. Anamshukuru huyu Mungu amenipatia uzima. Bwana Yesu asifiwe. Niko na hali ya kuhema. Mara kwa mara nimeenda hospitali, nimeenda kulazwa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amenipigania. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nasikia niko mzima, nafanya kazi zangu vizuri, sisikii shida. Bwana Yesu asifiwe. Anamshukuru Mungu kwa ajili ya neema yake tu. Bwana Yesu asifiwe. Si kwa nguvu zangu bali ni neema ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sina mengi bali machache, na Mungu awabariki. Majina yangu ni Galaba, Mungu awabariki. Haleluya. Wacha niseme ya kwamba sasa tuko mitandaoni. Saa hii tunaendelea, tuko na channel yetu ya Ebu Pentecostal Church. Kwa hivyo hata kama mtu uko mambo huko, aweze kuangalia Ebu Pentecostal Church kwa YouTube, angalie Ebu Pentecostal Church kwa Facebook, angalie Ebu Pentecostal Church kwa TikTok. Atatuona hapa tukiwa hapa. Haleluya. Hii ndio Jerusalem yetu mpya sasa hapa. Tuko pamoja watu wa Mungu. Kwa hivyo sasa jioni hapa, jioni wewe ukiweza kuangalia utajiona tu hapo kwa simu yako. Angalia hapa. Angalia Ebu Pentecostal Church, fungua hapo. Ingia kwa YouTube, angalia hapo, kila mmoja hapo. Hata ikiwezekana hapo, ukifungua hapo, angalia hapo, unaweza hata ukacomment kitu hapo, like hapo, unaweza ukashare. Haleluya. Na pia unaweza kusubscribe. Hiyo subscribing hiyo ndio inastahili subscribe. Kwa hivyo ukisubscribe sasa tunakuwa wengi kwa katika hiyo. Tuko pamoja. Kwa hivyo sasa simuona pale, utatuona wewe mwenyewe. Saa hii tukia hivi tunapotarusha huyu ni producer wetu. Huyu ni producer. Naona atasema jina lake. Hawa ndio sasa na ndugu yetu James. Hawa wako katika hii kikundi chao hii. Wamejiregister, kwa hivyo ni kinajulikana kila mahali. Hawa ndio wanatufanya tuonekane mbali. Wengine wako Katari, wengine wako kule mbali. Kuna mtoto wa huyu mama mwenzaka huyu au yule mama. Hebu kama
huyu. Wewe inuka, nuwe tu, usogo. Ana mtoto wako anakaa wapi huko ng'ambo mama? Anasema anakaa huko Warabuni huko. Kwa hivyo ili ya kwanza tulipopeperusha, yeye akaona tayari kule wale watu hawaruhusiwi kufanya ibada makanisani. Kwa pamoja, yani kupata ibada kama hivi ni vigumu sana. Sasa akafungua hapo, alipoingia hapo YouTube akakuta Pentecost. Kwa hivyo akafungua, akaona ibada watu wanacheza kabisa. Akafurahia, akasema iendelee hii. Kuna watu wetu wako huko, hata na wengine pia wanapeperusha habari, anasema tumeona mtumishi wa Mungu akihubiri injili iliyo hai katika madhabahu ya Pentecost. Kwa hivyo watu wote tunawakaribisha mahali hapa, wanaonisikiza na wanaoniona kwa runinga, ninawakaribisha mahali hapa tuwe pamoja katika ibada hii. Ibada zetu zinaendelea asubuhi, inaanza saa 2 ibada hapa. Tuko na ibada inaendelea saa 4 na tunawafungua meni sabi saa 4 na tunaendelea kubarikiwa pamoja. Kwa hivyo tuwe pamoja watu wa Mungu wote katika Kenya hii na katika ulimwengu mzima na dunia nzima. Tuwe pamoja, pigia Yesu makofi na tutolee pamoja. Haleluya. Amina, amina, amina. Nyosha mkono wako, sema Yesu ndiye anaweza. Ndugu yangu James, hebu tusalimie kidogo. Bwana sifiwe. Haleluya. Hebu mwambie shetani utadu. Anomayo, mambirene shetani donda hendaze. Ninyi ni wabarikiwa. Bwana sifiwe sana. Mimi ninahisi kunyenyekea mbele za madhabahu hii kwa sababu ya umbali ambao Mungu ametupeleka. Bwana sifiwe sana. Mimi ni mzima pamoja na jamii yote iko salama. Tunaendelea vizuri. Bwana sifiwe sana. Tunakuja hivi karibuni. Bwana sifiwe sana. Nimetamani nifike hapa asubuhi kwa sababu nilikuwa pia nimeongea na mchungaji. Lakini nimerauka Kwale, tulikuwa tumealikwa huko tukahubiri. Na nimetoka Kwale nimekimbia sana. Bwana sifiwe sana. Lakini Mungu amenisaidia, nimefika salama. Na Mungu ni mwaminifu. Bwana sifiwe sana. Tuendelee kubarikiwa sote pamoja. Nina matarajio makubwa sana leo. Bwana sifiwe sana. Sijui wewe mwenzangu unatarajia nini, lakini mimi nina matarajio makubwa sana. Siwezi nikakimbia mbio hizo zote alafu nikose kubarikiwa. Bwana sifiwe sana. Kwa hivyo nahisi kunyenyekea. Mungu wa amani awabariki sana. Haleluya. Yes. Kwa hivyo tuko mbele ya Mungu sasa, na tunashukuru sana hata ndugu yangu James kuweza kufika. Wewe ni mtu wa baraka sana. Napenda sana kabisa. Mungu azidi kukusaidia. Ni waya kidogo. Naona wakati huu ndio muhimu sana. Haleluya. Huu wakati ndio muhimu sana. Kama kuna nyakati ambazo ni muhimu, moja yapo ni kwa pamoja. Kwa hivyo sasa lazima tuwe macho sana. Haleluya. Amen. Tuwe macho kabisa. Kwa sababu unajua neno la Mungu liko hai. Na neno la Mungu ndio kila kitu. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Asante Baba katika jina la Yesu. Wewe ni mfalme. Karibu Bwana tuendapo kuanza neno lako. Bwana Yesu karibu mfalme. Na ukatuongoze kwa ajili ya majira haya ambayo tunayoendea. Kwa yote tumeomba ya kwamba wewe utaweza na utatusaidia tuendapo kuanza neno lako kwa majira haya. Katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya. Basi wacha moja kwa moja tuweze kusoma neno la Mungu. Ndugu yangu James,
utatusomea neno la Mungu katika kitabu kile cha Mathayo 9 na kuanzia mstari wa 20. Mathayo 9 mstari wa 20. Na tazama, mwanamke alikuwa na ugonjwa wa kutoka damu muda wa miaka 12. Alikuja kwa nyuma, akaugusa upindo wa vazi lake, kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake nitapona. Mstari wa 22. Yesu akageuka akamwona akamwambia, jipe moyo mkuu binti yangu, imani yako imekuponya. Ndio. Yule mwanamke akapona tangu saa ile. Endelee. Kidogo. Mstari wa 23. Yesu alipofika nyumbani kwa yule jumbe, hapo 22. Ndio. Yesu akageuka akamwona akamwambia, jipe moyo mkuu binti yangu, imani yako imekuponya. Ndio. Yule mwanamke akapona tangu saa ile. Yes. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Haya, pia utasoma Biblia hiyo sasa hard copy. Amen. Amen. Hallelujah. Hii iko katika soft copy, hiyo ni sawa, na pia hiyo nayo soma hiyo. Mstari wa 20. Yes. Mathayo mtakatifu 9:20. Yes. Na tazama, mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu muda wa miaka 12. Alikuja kwa nyuma, akagusa upindo wa vazi lake. Kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu pindo la vazi la Yesu nitapona. Hallelujah. Kumea hapo, mpigie makofi Bwana Yesu. Amen. Kwa ajili ya mtumishi wake ambaye amesoma neno vizuri sana. Hallelujah. Amen. Salimia rafiki yako, mwambie Bwana asifiwe. Salimia, tumwambie vipi, uko pamoja? Hallelujah. Amen. Neno la Mungu adhuhuri ya leo linatuelezea ya kwamba kunaye mwanamke mmoja. Yes. Wanawake walikuwa wengi sana ambao walikuwa wamemzunguka Yesu. Lakini tunapata habari za mwanamke mmoja. Huyo mwanamke mmoja aliyekuwa na shida muda mrefu. Hao wanawake wengi waliokuwa mahali pale hawakuwa na shida yoyote, hawakuwa wagonjwa kabisa. Lakini kunaye mwanamke mmoja ambaye huyo mwanamke mmoja aliotoa ugonjwa ule mbaya, aliotoa ugonjwa ule hausemeki rahisi. Si rahisi kusikia mtu anatangaza na shika microphone na sema mimi niko na ugonjwa namna hiyo. Huyo ni ugonjwa mbaya, na ni ugonjwa ambao uko kwa siri. Lakini mwanamke huyo aliyekuwa ameugua muda mrefu sana, aliyekuwa ameteseka muda mrefu sana, habari inasema ya kwamba kwenye Biblia ya kwamba aliokuwa miaka 12. Hii si miaka michache, ni mwaka mmoja katika ugonjwa wa mtu kutoka damu. Anaweza akafa huo mwaka mmoja, lakini neema ilikuwa nyingi kwa huyu mama. Aliokuwa akaenda hospitalini, akaenda kwa matibabu mbalimbali, lakini hakupata uponyaji. Alifanya maarifa yake yote, lakini hakupata uponyaji. Aliuza mifugo yake yote, akaenda kwa waganga, akaenda hospitalini. Huyu mama hakupata msaada. Hallelujah. Hakupata msaada wote huyu mama, lakini akaendelea kuugua, akaendelea kuwa mgonjwa, akaendelea kuugua, akachoka, akaishiwa na nguvu. Mwili wake ukawa mweupe. Unajua ugonjwa wa kuvuja damu, ugonjwa wa kumwagika damu
damu, unamaliza nguvu katika mwili, unamaliza nguvu katika mwili, unaishiwa na nguvu katika mwili. Huyu mama alikuwa mweupe, huyu mama alikuwa mweupe, maana ameshikwa na ugonjwa mbaya. Alikuwa hawezi hata kutembea, alikuwa hawezi hata kutembea, alimalisha muda mrefu, akawa hawezi mama wa watu. Hallelujah. Akawa hawezi mama wa watu, amemalisha muda mrefu, amemalisha muda mrefu. Bwana yake angemsaidia, watoto wake wangemsaidia, mjomba wake wangemsaidia, babu yake wangemsaidia, marafiki zake wangemsaidia. Yes. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angalia Mungu aliye mbinguni ambaye amekaa mahali palipoinuka, mahali kwa kiti cha enzi, akamwona yule mama, akamwona akiwa mgonjwa, akahuzunika, akasikitika, kwa maana amekuwa na shida muda mrefu. Lakini Mungu akasema ya kwamba siku inafika ya kwamba yule mama awe huru kwa jina la Yesu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Tuko pamoja watu wa Mungu. Hebu nipatie high five ukiwa bado umekaa. Bwana siwezi kukusalimia pale, lakini nipe high five namna hii. Hallelujah, nipe high five. Kumwambia high five nikikata hiyo. Hallelujah. Amen. Nipatie mwenzako high five ukiwa umekaa. Hallelujah. Hata kiweza umpe high five. Hallelujah. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Tuko pamoja watoto wa Mungu. Amen. Tuko pamoja watoto wa Mungu. Kuna kitu kinafanyika kwa maisha ya mtu siku ya leo. Leo tumepona amenipa wiki mzima. Nimekuwa nikitafutia kwamba nitasoma nini siku hiyo. Lakini Bwana akanipa ujumbe siku ya leo. Ya kwamba mtu atafunguliwa hii siku ya leo. Ya kwamba mtu atakuwa huru siku ya leo. Ya kwamba Mungu ataenda kuponya kila shida yake. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Tusomee mara ya mwisho Mathayo 9 mstari wa 20. Na tazama, mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka na damu muda wa miaka 12 alikuja kwa nyumba, akaugusa upindo wa vazi lake. Yes. Kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake, nitapona. Hallelujah. Kurudia mtumishi wa Mungu. 20. Hallelujah. Na tazama, mwanamke aliyekuwa na ugonjwa wa kutoka damu muda wa miaka 12 alikuja kwa nyuma, akaugusa upindo wa vazi lake. Kwa maana alisema moyoni mwake, nikigusa tu upindo wa vazi lake, nitapona. Yesu akageuka akamwona. Yesu akageuka akamwona. Akamwambia, jipe moyo mkuu binti. Jipe moyo mkuu binti. Imani yako imekuponya. Imani yako imekuponya. Yule mwanamke akapona tangu saa ile. Akapona tangu saa ile. Amen. Akapona instantly. Yes. Akapona pale pale. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Inawezekana ya kwamba umeokoa muda mrefu sana. Inawezekana ya kwamba umemaliza vitu vyako vyote. Inawezekana umetembea na madawa. Lakini sasa ugonjwa wako na shida yako haijaenda. Ugonjwa wako na shida yako haijaenda. Yaani unaangalia, unafikiria ni nani atamaliza hii shida. Unafikiria ni nani atamaliza hii shida. Lakini yule mama alipogusa pindo la Yesu, vazi la Yesu, akagusa vazi la Yesu, saa hiyo akapokea uponyaji. Saa hiyo inasema saa hii, inasema saa hii kuna mtu leo anapokea uponyaji. Saa hii ina shida yako inaenda leo. Saa hii babu yako inawezekana wewe si
ugonjwa huu, lakini ugonjwa wote uko nao, inasema utaenda leo, inasema utaenda leo, nasema ya kwamba utamalizika, nasema utamalizika. Yule mama alikuwa na imani, mama yule alikuwa na imani, akaamini ya kwamba nikigusa pindo la Yesu, nikigusa pindo la vazi la Yesu, nitapona. Amina. Mwambie jirani yako, je, uko na imani? Je, uko na imani? Geukia huyo jirani yako na usimwone haya, angalie macho direct. Haleluya. Kwani ni mpe wako? Haleluya. Wacha wewe, nitakubadilishia kiti sasa kama ni mpe wako. Bwana Yesu asifiwe. Kae mahali kwengine ambao sasa unaweza ukawa na utani na yule mwingine. Haleluya. Tuko pamoja watu wa Mungu. Amina. Mama yule alikuwa na imani. Unajua kuna watu ambao wanaweza kuambia shida zako wakaanza kusema kwa watu. Tuko pamoja. Kuna watu unaweza ukawaambia matatizo ulionayo, kumbe umewapatia safari. Yes. Tungana na hao watu sana. Mwambie mwenzako, je, wewe uko aina hiyo? Mtu umbea, mtu papara. Haleluya. Tuko pamoja. Lazima uchunguze hata wa watu ambao unawaambia shida zako. Chunguza hao. Sio umemwambia saa hii tayari akifika sasa anasugua kisigino chake na yeye umempa safari. Tungana naye huyo. Haleluya. Kuna watu wako aina hiyo. Kuna watu ni wadadisi. Wakupeleleza na kuchukua yani habari za watu michini kwao na kuzianza kuzisambaza kwa wengine. Mwambie wacha wewe. Tuko pamoja watu wa Mungu. Haleluya. Mama akawa na imani. Tunaambiwa ya kwamba kumwelezea mtu yeyote. Unajua inawezekana ya kwamba uko na ugonjwa ambao unakusumbua, na ni vigumu sana kueleza wenzako. Huyu mama alikuwa namna hiyo, lakini huyu mama akachukua imani, akasema ya kwamba ni lazima mimi mwenyewe nichukue imani, mimi mwenyewe nichukue imani. Na unajua imani ni kuona hakika ya mambo ya tunajuayo, ni bayana ya mambo yasionekana. Ukiangalia katika Waebrania 11 kuanzia mstari wa 1 inasema imani ni kuona hakika ya mambo ya tunajuayo, ni bayana ya mambo yasionekana. Haleluya. Je, umefika hapo mlangoni? Yes. Mara moja. Waebrania 11. Yes. Basi imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasionekana. Yes. Maana kwa hayo wazee wetu walishuhudiwa. Ndio. Hapo mstari mmoja tu. Mstari wa 1. Yes. Basi imani ni kuwa na uhakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasionekana. Ya mambo yasionekana. Amen. Yes, hiyo ndio imani. Haleluya. Haleluya. Naweza hata leo naweza nisiombee watu kwa kuwawekea mikono. Saa hii unapona kwa imani. Amina. Haleluya. Unapona kwa imani. Tunachukua tendo la imani saa hii. Amini ya kwamba hata kama umekuja hapa huwezi, utatoka mlango ukiwa mzima. Tuko pamoja watu wa Mungu. Utatoka mlango ukiwa mzima. Tuko pamoja. Amini kabisa, acha kuangalia watu. Sasa tazama Yesu. Tazama Yesu aliangikwa msalabani. Huyu Yesu ndiye mwenye uzima wako. Huyu Yesu ndiye mwenye uponyaji wako. Huyu Yesu ndiye atamaliza shida zako leo. Haijalishi ni shida za magonjwa, haijalishi ni shida za tabia yako, haijalishi ni shida za makazini mwako. Tunasema Yesu atamaliza na leo. Yeye ni kamaliza, anamaliza yote. Yes. Hallelujah. Amen. Amen.
Huyu mama akasema ya kwamba sasa umati ulikuwa umemzunguka Yesu. Yaani Yesu alikuwa akimfundisha, akihubiri, akiponya magonjwa. Watu wakajua ili mradi kuna Yesu Kristo magonjwa yatatoka. Huyu mama akawa na imani kwa Yesu, akasema ya kwamba mimi ninaenda leo, hata sitamwambia Yesu maana amezungukwa na watu wengi. Amen. Akachukua imani huyu mama, akaenda kwa makoti, akitambaa na mikono na makoti, akatambaa, akapiga. Watu wakashangaa ni nini huyu, watu wakashangaa anafanya nini huyu. Lakini huyu mama hakuogopa. Unajua watu, kuna wengine wanaogopanga, kuna wengine wanaogopanga watu, kuna wengine wanaogopa. Lakini huyu mama hakuogopa. Akasema ni lazima nikamwone Yesu, ni lazima nikapone leo, ni lazima nikapone leo. Huyu mama ninamuona. Haleluya. Ninamuona akipiga. Ninamuona akipiga. Ninamuona akizunguka. Kwa maana walikuwa wamemshinda Yesu aonekane. Lakini akasema lazima nikapuse tu. Ndio nafanya. Nani mwenye imani kama mama huyu? Haleluya. Amina. Nani mwenye imani kama mama huyu? Haleluya. Nani mwenye imani kama ya mama huyu? Tuko pamoja wetu. Haleluya. Haleluya. Imani inakuja kwa kusikia neno la Mungu. Tunaipata katika Warumi 10:17. Hatutasoma kwa sababu ya wakati, lakini imani inakuja kwa kusikia neno la Mungu. Haleluya. Pokea imani ya Yesu sasa. 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 Kupitia kwa neno hili ambalo tunalihubiri mahali hapa, hili la pani, Bwana amenipaka mafuta ya kwamba nikahubiri neno la Mungu kwa wakazi wetu na mataifa yote. Inasema pokea imani hiyo. Inasema pokea imani ya Yesu. Akaweona ndio niangalia kwa runinga. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea kwa jina la Yesu. Pokea hiyo imani. Bwana sasa, hata kama uko hospitalini, nasema Bwana, pokea imani kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Oh yes. Huyu mama akaenda. Akapiga. Mbona anapiga. Mama anapona sari. Mama unajua pako kwenye bidii Bwana. Haleluya. Unajua pako kwenye bidii kutafuta imani ya Yesu. Tuko pamoja. Sio hivi tu. Lazima ndani ya maisha yako uwe na hakika. Sema niko na hakika ya kwamba nitapokea. Haleluya. Lazima ufanye bidii Bwana. Tuko pamoja. Haleluya. Hali zote zinakusumbua. Hali zote zinakusumbua katika maisha yako. Hali zote zinakusumbua katika maisha yako. Chukua imani na inaenda kwa jina la Yesu. Chukua imani na inaenda kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Angalia alipogusa pingo. Akagusa pingo. Inaona amepiga magoti. Huyu mama amepiga magoti. Maana hawezi kutembea. Naona anaenda. Anagusha pinga. Anaangalia, anaweka mkono. Anagusha pinga. Yani kugusa tu hivi. Mshipa wake akatulia. Haleluya. Mshipa wake ukatulia. Mshipa wake ukatulia. Mshipa wake ukatulia. Mshipa wake ukatulia. Yes. Haleluya. Pale. Pale. Haleluya. Amen.
Nasema haleluya. Amen. Nasema haleluya. Amen. Pale. Yes. Haleluya. Amen. Tuko pamoja watu wa Mungu. Amen. Tuko pamoja watu wa Mungu. Saa hii msiba wake damu ikaja. Damu ikaja kumwagika pale. Damu ikaja. Damu ikaja. Ikaja kumwagika pale pale. Haleluya. Msiba wake ukakoma. Msiba wake ukakoma. Msiba wake ukakoma. Msiba wake ukakoma. Nasema leo, inarudia kwa mara nyingine. Msiba wako ukome leo. Msiba wako ukome leo. Msiba wako ukome leo. Msiba wako ukome leo. Msiba ule wa alsasi ukome leo. Ukome leo. Msiba wa alsasi ukome leo. Msiba wa high blood pressure ukome leo. Msiba wa tumbo ukome leo. Hallelujah. Ondoka leo. Yes. Msiba. Achilia watu wa Mungu. 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 Yes. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Jina la Kwa Yesu. jina la Yesu. Yes. Kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Haijalishi ni msiba gani unapitia. Wewe hakuna shida ya damu, wewe una shida hiyo. Lakini kuna msiba mwingine unapitia. Haleluya. Tuko pamoja. Amen. Tuko pamoja. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Haleluya. Haleluya. Amen. Msiba wako uko leo. Yes. Msiba wako uko leo. Kila mmoja asimame. Kila mmoja asimame. Kwa jina la Yesu. Amurisha hii. Amurisha hii. Kitu cha kwanza kana imani. Kitu cha kwanza kana imani. Kana imani. Haleluya. Kana imani. Kana imani. Kana imani. Yoga pona mimi. 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 Haleluya. 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 Yoga pona mimi. Amen. Haleluya. Amen. Yes.
Yes. Nasema ya kwamba mama yule akanyosha mkono wake, akagusa vazi la Yesu, akagusa pindo la vazi la Yesu. Ninaomba kwa imani, ninaomba kwa imani, ninaomba kwa imani, ninaomba kwa imani, ninaomba kwa imani. Nyosha mkono wako sasa, mkono wako wa kuume, kwa imani mkono mmoja. Haleluya. Mkono mmoja nyosha tu. Nyosha tu mkono mmoja tu. Wa kuume. Sasa tunagusa pindo la vazi la Yesu. Tunagusa pindo la vazi la Yesu sasa. Tunagusa kwa imani pindo la vazi la Yesu. Naona baba watu wamenyosha mikono yao. Ndio wamegusa pindo lako Yesu. Kama baba yule alipogusa pindo lako na akapona. Kwa imani, kwa imani. Ikiwa umegusa pindo la vazi la Yesu, kwa imani, pokea, kwa imani, pokea. Ndio muujiza wako na kujia. Ndio muujiza, ndio muujiza. Kwa imani, kwa imani, kwa imani. Muujiza wako, kwa imani. Pindo la vazi la Yesu gusa. Hadi kuna uzima. Kwa imani gusa. Kwa imani. Pokea, 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 pokea. Uwacha, uwacha moto Yesu. Uwacha moto. Uwacha moto. Uwacha moto. Uwacha moto. Uwacha moto. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea uzima, pokea uzima, pokea uzima. Hayo makuta pale, hayo makuta pale. Makuta pale, makuta pale. Wacha ndio pale. Kwa Yesu sasa. Kaza pona, kaza pona. Ya imani, ya imani, ya imani. Kaza pona, makuta pona. Kila shida pona. Hayo bila kupresa. Pona sasa. Katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba. Wewe ni mfalme. Sasa shukisha mkono wako. Hiyo umepokea. Umepokea. Hata kama kuna vitu vinatembea kwa tumbo, hiyo ni msiba. Unaondoka yote. Unaondoka. Pagaji ndio wamefika. Nafika kwa nyumba yote. Nafika kwa nyumba yote. Nafika kwa nyumba. Yes! Kwa jina la Yesu Kristo. Asante na mimi umemponya yule mama. Aliyekuwa akiumwa na mgongo, umempona. Aliyekuwa kichwa kikuma mara kwa mara, umepona. Kwa jina la Yesu Kristo. Kila aina ya mateso imeenda leo katika jina la Yesu. Asante Yesu.
Tupige makofi mazuri mbele za Bwana tunapomsifu Bwana. Keyboardist. Makofi, 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 makofi. Piga shangwe na vigelegele kwa Yesu. Yote yawezekana kwa imani, yote yawezekana kwa imani. Jesus. Kamata hiyo. Katika jina la Yesu Kristo. Katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba kwa siku ya leo.
Kwa maana Baba umetupa neno lako. Neno hili Baba ni la imani. Kwa maana mama yule alipona kwa imani. Kwa maana mama yule alipona kwa imani. Kwa jina la Yesu Kristo. Hata mama huyo kwa jina la Yesu. Nasema weka huru mama kwa jina la Yesu. Weka huru mama huyo kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Alipona yule mama ambaye alikuwa akibaki kete muda. Yes. Huyu mama sasa. Huyu mama Bwana sasa. Bwana sasa. Yes. Kwa jina la Yesu. Jina la Yesu. Kila maro. Hayo maro ya ukapa. Hayo maro ya dukuli. Hayo maro. Achilia yeye. Achilia yeye. Achilia yeye. Achilia yeye. Achilia yeye. Achilia sasa. Achilia sasa. Achilia Yesu. Achilia Yesu. Hayo maro. Yes. Hayo maro. Yatoke. 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 Yes. Nenda sasa. Yende. Nenda sasa. Yende. Hayo maro. Yes. Hayo maro. Paralyze. Yende. Katika jina la Yesu. Toweka. Yes. Ndio. Toweka. Kwa mara ya kwanza. Yes. Ya pili. Ndio. Ya tatu kubiliwa. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Jina la Yesu. Kaka. Shika mama. Be free. Katika jina la Yesu. Bwana sasa kaulu. Kwa jina la Yesu. Kila maroho. Hayo maroho. Maroho ameshika tumbo. Hayo maroho ameshika tumbo. Yule ameshika tumbo la mpiki. Yule ameshika tumbo. Yule ameshika tumbo. Yule ameshika tumbo. Sahiende. Sahiende. Yes. Sahiende. Yes. Sahiende. Ndio. Haende sasa. Haende sasa. Haende sasa. Ameshika tumbo. Ameshika tumbo. Wewe na kukamata. Achilia upite. Kwa dia sasa. Awe huru. Bibi. Katika jina la Yesu. Achiliwa. Pokea uzima sasa. Ndio. Katika jina la Yesu Kristo. Taka shika. Bwana sasa. Funguliwa kahuru. Katika jina la Yesu. Kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ni mfalme. Ndio. Unaweza unafungua unatakasa. Awe huru sasa katika nafsi yake na moyo wake. Katika jina la Yesu na mwili wake. Kwa jina la Yesu. Wamemkamata lakini leo katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba. Wewe ni mfalme. Wewe ni Mungu mkuu. Hakuna kama wewe Bwana. Naamini ya kwamba Baba unaweza tufunge macho sote. Wewe ni mfalme, wewe ni Mungu mkuu. Hakuna kama wewe Bwana Yesu. Watu wako wameshikia neno lako. Ndio. Wote na wafungua wote hapa. Wote wamekutembea kanisa wakiwa wagonjwa. Wafungue Baba. Katika jina la Yesu. Walio majumbani, walio hospitalini, wote wafikie Baba. Wafungue wote kuanzia sasa. Nafsi zao na mioyo yao na roho zao na fahamu zao ziwe huru katika jina la Yesu. Asante kwa uzima umeweka ndani ya watu wako. Ni wakati, simama tufunge ibada. Simama tufunge ibada. Asante Yesu. Wewe ni Mungu mkuu. Hakuna kama wewe Bwana. Tazama Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo. Kwa Baba umeanza pamoja nasi ibada hii. Toka tangu tulipoanza siku ya leo. Umekuwa pamoja nasi Bwana, umetuongoza. Hata siku ya leo umetuwezesha kukamilisha ibada hii mikononi mwako. Watu wako wamesikia neno lako Bwana, na wamelikubali, na wameweka imani katika hilo neno Bwana. Na mimi ya kwamba Baba unawaweka wote. Waendapo nyumbani sasa wako free, wako huru
kwa jina la Yesu Kristo. Kwa juma lote ambayo tunajengea, tulikabidhi mikononi mwako. Tunaomba ya kwamba Bwana ukabariki kila shughuli na ibada ambazo zitachukua nafasi wiki hii sawa na mapenzi yako Bwana. Bariki watu wako wendapo majumbani mwao, watakase watie uzima. Kwa maana yote tumeomba, tunaamini ya kwamba wewe ni Mwokozi na umetenda. Asante Baba, wewe unaweza Bwana. Haleluya, unaweza Baba, unaweza Baba. Haleluya, hakuna kama wewe Baba, hakuna kama wewe Baba. Pokea utukufu Yesu na kuinua. Mimi ninaanguka chini Baba, mimi ninayeyuka ili uonekane Yesu, katika jina la Yesu. Asante Baba na kushukuru kwa maana yote nimeomba na amini ya kwamba wewe ni Mwokozi. Nani katika jina la Yesu Kristo, kila moja pigia Yesu makofi na vigelegele.
Inaitwa kumalizia ibada. Lazima uende nyumbani na furaha. Haleluya! Tuko pamoja watu wa Mungu. Wangapi wamebarikiwa? Hawa watu wa video warudi tena Jumapili. Mtakuja vizuri. Sawa sawa. Sawa hiyo. Umesikia hiyo? Haleluya! Salimia rafiki yako. Salimia jirani yako. Haleluya! Amen, amen, amen. Amen, sana sana. Bariki wangu wa kanisa. Haleluya! Wewe ndio mama mwenyewe hapa mama kanisa. Haleluya! Amen, amen. Sawa kijana. Naona umesikwenda. Wewe ni vizuri, usiogope. Fanya kazi. Amina. Wewe ni komanda. Wewe ni captain. Hallelujah.